Mpendwa mwana wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu. Ninakukaribisha katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, siku ya tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2026. Ujumbe ambao ningependa nikushirikishe leo ni katika Injili ya Mathayo sura ya 10 mstari wa 40. Maneno ya Mungu yanasema, awapokeaye ninyi anipokea mimi, anaye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Mpendwa msikilizaji wangu, najua ni ujumbe ambao kwa tafsiri yake kwa haraka unaweza kuwa ni tafsiri ngumu kidogo, lakini mimi nimeipa ujumbe huu kichwa kinachosema kumpokea mtumishi wa Mungu ni kumpokea Mungu mwenyewe. Kwa nini nimeweka kichwa hiki? Ujumbe huu Yesu alizungumza na wanafunzi wake wakati anawatuma na kuwapeleka na kuwaagiza kwenda kutangaza neno lake. Wakati anawatuma aliwaambia maneno haya, awapokeaye ninyi anipokea mimi. Tunaposema awapokeaye ninyi, watakao wapokea watumishi wa Mungu, waliowapokea wale wanafunzi wa Yesu au wale mitume, Yesu aliwahakikishia kwamba watakuwa wamempokea Mungu katika maisha yao, watakuwa wamempokea Yesu katika maisha yao. Hii inatuonyesha thamani ya mtumishi wa Mungu, kwa sababu mtumishi wa Mungu amemwakilisha Mungu, amebeba kusudi la Mungu, ni sauti ya Mungu hapa duniani, ni sauti ya Mungu kwa watu wote. Hivyo napenda nikutie moyo na nataka nikwambie, kama ulikuwa una desturi ya kuwapokea watumishi wa Mungu, ongeza bidii ya kuwapokea watumishi wa Mungu. Lakini kwa nini tunasema kumpokea mtumishi wa Mungu? Hivi unaelewa kumpokea mtumishi wa Mungu ni kitu cha aina gani? Au ni namna gani unaweza kumpokea mtumishi wa Mungu? Kumpokea mtumishi wa Mungu ni kukubali ujumbe wa neno la Mungu aliobeba kwa ajili yako. Ule ujumbe alioleta kwako ndio kumpokea mtumishi wa Mungu. Lakini pia